Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii ya kuja kuleta ujumbe huu mzuri kabisa kwako mwana wa Mungu popote pale ulipo. Wewe ambaye utapata nafasi ya kusikia sauti hii na kusikiliza somo mpaka mwisho, basi wewe Mungu ametaka ufahamu jambo ili ujifahamu wewe ni nani, na hatimaye ukifanyie kazi kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Basi inakwenda moja kwa moja kwenye mada ambayo mada yangu niliyoiandaa inasema kwamba ishara 6. Yaani hizi ishara 6 zitakuonyesha kwamba wewe umechaguliwa na Mungu. Nimeziandika katika mtiririko ambao nimechanganya, lakini nitaongea kama ambavyo nimeziandika. Nikimaanisha ya kwanza isiyo lazima uwe ya kwanza hivyo hapana. Yaani ya kwanza nimeandika tu mimi kama mimi ya kwamba tuweze kufahamu hizi dalili katika maisha yetu. Basi ishara ya kwanza niliyoiandika, unakuwa na hamu ya kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Yaani wewe unajikuta ni mtu ambaye unajitenga na dhambi, yaani unatafuta sana Mungu, unatamani sana kujua habari za Mungu, unatamani sana kujifunza zaidi kuhusu Mungu, na wala utamani kabisa mambo ya dunia. Na wakati mwingine unajikuta unashikwa na hasira unapokuta mtu anatenda dhambi hadharani, watu wanatembea uchi, unajikuta uko kwenye situation. Basi wewe moja kwa moja, wewe Mungu amekuchagua katika watu aliyowachagua. Hongera sana. Ya pili nimeandika ni kwamba utakuwa ni mtu ambaye unaona maono. Yaani unaona maono kivipi? Wengine anaona kwenye ndoto. Basi ndoto zake kiziota, zile ndoto zinatukia kama alivyoota. Yaani akiota mtu amekufa, huyo mtu atakufa tu. Akiota ajali inatokea tu. Yaani mtu huyu pia anaweza akawa anakuwa anaona mwanga wa picha akilini mwake. Yaani unakuta tu amekaa, lakini picha imemjia kichwani mwake, anakuwa kama anashuhudia tukio, na hilo tukio kuna sehemu fulani kweli linatendeka. Basi wewe utakapotambua lugha za Mungu pale, Mungu anakuambia hebu ombea hiki kitu, basi utakapoanza kuombea utakuta kile kitu kimekoma. Hii mimi ilinitokea jana nilipokuwa naomba maombi yangu ya jioni. Nilipokuwa nimepiga magoti tu, nikajikuta picha imenijia kichwani ya kama kuna mwanamke mmoja amebeba mtoto mgongoni, na mtoto mwingine kashika mkono huku na mwingine kamshika huko. Yaani anakimbia sana huyu mwanamke ya kwamba kuna hatari inamkimbiza. Sasa nikaanza kuomba kuzuia ile hatari. Nilipokuwa naomba kuzuia ile hatari, nikaona huyo mwanamke ametulia sasa, anaanza kupata amani. Nikamwona amekaa sehemu kama kwenye jiwe hivi na watoto, katulia kimya, ya kwamba ile ajali sasa ile ilikuwa inamfuatilia limeondoka. Hii ni kwa sababu Mungu anakuonyesha wewe, mwanangu, hebu ombea kitu, kuna mtu fulani amekosa kumuombea. Kwa hiyo hebu ombea huyu mtu ambaye anaenda kupata shida. Kwa hiyo unapokuwa mtii, Mungu atakuletea zaidi na zaidi. Basi kama wewe umekuwa ni mojawapo ambaye unaona matukio katika akili yako yanakuja kama picha, video, vile mtu anavyotazama, basi mimi nasema hongera sana, wewe umechaguliwa na Mungu kati ya wale aliyowachagua. Ya tatu niliyoandika ni kwamba unakuwa unasikia sauti ya Mungu. Sasa hapa kuna mwingine anasikia kwa ndani. Unaweza kuwa unapita sehemu, Mungu anakuambia unamuona ule mtu fulani. Yaani unasikia mtu anakusemesha ndani ya moyo, yule mtu anayekuja yule bwana yule ana shida hii na hii. Yaani kuna shida kwenye ndoa yake kweli kweli. Kwa hiyo pale, kwa sababu umepewa mamlaka, unaweza ukajikuta pale barabarani, hata kama hujamkaribia, hujamsemesha chochote, wewe unaweza kutamka ndoa ya wewe dada na kutamkia kuanzia leo. Yaani anza
kupata unafuu au upone kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakusemesha kwa sauti ya ndani, lakini pia wakati mwingine unasikia sauti ya nje. Unaweza kukuta mtu umelala usiku, sasa muda wa maombi umefika, unasikia sasa unaitwa jina fulani, basi unajikuta umeshtuka, ile sauti imekushtua. Basi pale Mungu anakuita ili uweze kuomba. Au unajikuta labda umekaa sehemu kimya, unasikia sauti inakwambia ngoja ni kuonyeshe kitu. Hiyo sauti inakuwa sio nje, bali inakuwa sio ndani, bali inakuwa ni nje. Yaani kana kwamba mtu amesimama pembeni yako afa anakueleza ngoja ni kuonyeshe jambo. Umekaa afu unajikuta unaanza kuona jambo, tukio. Basi wewe kama upo na hali hiyo, mimi nasema hongera sana. Mungu amekuchagua kati ya wale aliowachagua. Jambo lingine la 4 niloliandika, nimeandika kwamba utakuwa ni mtu ambaye unafanya miujiza. Yaani wewe unakuta kuna mtu hajielewi yeye ni nani, yani hajajijua, lakini anasema yani mimi nimefika pale sehemu, kuna jambo ambalo lilikuwa linawashinda kutengeneza pale, lakini nimeshika tu tayari kitu kimekaa vizuri. Nimeenda pale mhudumia mgonjwa yule, nilipofika tu ameanza ameanza kupata unafuu, hivyo mhudumia kile chakula. Mikono yako tayari wewe Mungu ameweka uponyaji. Mungu ameweka uponyaji ndani yako, ameweka nishati ya uponyaji. Kwa hiyo hata wewe unapofika sehemu ya biashara ambayo hiyo biashara labda imelala, hamna wateja, unashangaa umefika tu pale wateja wanaanza kuingia wengi. Tayari ile nishati inakimbiza ile nguvu mbaya, hatimaye wewe ulioingia pale unaanza kuleta nyota yako inaanza kuwavuta, au ile nishati ambayo Mungu ameweka uponyaji ndani yako inawavuta wengi, na ile biashara mtu unashangaa unaiponya. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kufanya miujiza mikubwa kwa midogo, lakini tambua ya kwamba uwezo wa kufanya miujiza ni zawadi maalum toka kwa Mungu. Basi wewe kama upo na hali hiyo, mimi pia nakupa hongera, maana umechaguliwa kati ya wale ambao Mungu amewachagua na kuwapenda sana. Ya 5 niliyoandika ni kwamba wewe unapokea majibu haraka yani unapokuwa kwenye maombi unapokea majibu haraka. Yaani Mungu anakuletea majibu haraka. Ukipiga tu magoti unashangaa jibu. Sasa hata kama hujaanza tu kufungua kinywa, Mungu anajua mwanangu anataka kuomba kitu fulani. Maana neno la Mungu linasema kabla hatujaomba Mungu anafahamu. Kwa hiyo Mungu anakuletea majibu haraka. Unakuta kuna mgonjwa ameletwa kwako, wewe yani tayari umeshapokea majibu hata kama hajajieleza na shida gani. Tayari yani ni neema nzuri ya ajabu kiasi gani. Yani ukiomba tu hapo jibu linapatikana. Kumbuka ndugu yangu, Elia aliamuru mvua na ikanyesha. Yani kinywa chako kinakuwa na mamlaka ya kuamuru kitu. Kwa chochote unachotangaza katika ulimwengu huu unakuta kinajibiwa haraka. Ndio maana unakuta kuna mtumishi mwingine anakuambia kuna mtu yani niseme kama mtu tu wa kawaida asema nimeenda kwa mtumishi fulani, yani majibu yangu yamechelewa sana, lakini nimefika mtumishi fulani majibu chapu. Kwa hiyo yule anayo kalama kubwa sana ambayo Mungu ameiweka ndani yake ya kupokea majibu haraka. Sisemi kama yule ambaye alichelewa kutoa majibu labda Mungu hajampa chochote na nene. Hapana, mimi naeleza wale watu wale ambao Mungu amewachagua na kuweka kitu kikubwa ndani yao, ni special. Yani Mungu ni mzuri sana. Yani ana mambo ambayo yanashangaza. Basi nikienda kwenye pointi yangu ya 6 ambayo ni ya mwisho, ambayo nimeandika unakuwa na ulinzi. Ulinzi wa Mungu unakuwa mkubwa sana juu yako. Yani wewe unaweza ukawa unapita sehemu, labda hiyo sehemu ina hatari kiasi gani, lakini unapita tu, labda niseme kama nitoe mfano, labda kama kuna daraja, labda unapita, umemaliza tu kupita, daraja linabomoka. Nikienda kwa mfano mmoja mzuri ambao watu wengi tunaufahamu, Daudi alifanyiwa ulinzi na Mungu pale ambapo
alikuwa akipambana na Sauli. Mungu alimlinda Daudi kwa sababu ni mtu aliyemchagua ili akatimize makusudi yake. Kwa hiyo unakuta wewe unakuwa na ulinzi, yani mambo mengi Mungu anakuepusha hata kama hautaona kwa macho, lakini ataanzia rohoni. Utakuta nimeota ndoto hivi na hivi bwana, nilikuwa napita sehemu au mapepo yamenijia, lakini nimepigana nao, nimeua yote. Kwa Mungu anakuacha, mwanangu, kuna ajali mbele, kuna kitu mbele. Usipokishughulikia kwa maombi, unakuta kwenye ndoto moyo unaanza kuomba, mara wale mapepo wameshindwa, wamekufa wote, au kuna mchawi, michoro imeanza kuchorwa katika ulimwengu wa roho ili ije mwekini. Mungu anakuonyesha wewe unaifuta kwa damu ya Yesu. Kwa Mungu anakupa ulinzi yani wa ajabu, ya kwamba mpaka wakati mwenyewe ukitafakari unabaki unashangaa jinsi Mungu ambavyo anakulinda. Unashangaa mwingine akwambia yani kwenye lile gari bwana tulikuwa watu labda 10, lakini wote wamekufa, mimi nimebaki. Basi wewe Mungu amekuchagua ili uweze kupeleka makusudi yake. Kwa hiyo Mungu anakupa ulinzi wa ajabu. Yani tambua ulinzi wa kushangaza. Yani mwenyewe matukio ambayo utakuwa unasimulia, wewe mwenyewe utakuwa unakushangaza. Sio nimetokaje pale? Sio nimeponyaje pale? Kwa ni mambo mazito. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu. Basi mimi nitaishia hapa kwa msaada wa Roho Mtakatifu mpaka wakati mwingine ambapo Mungu atatoa kibali na nafasi ya kuleta jambo lingine zuri la kujifunza. Basi ubarikiwe na Bwana wetu Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.